Kevin De Bruyne KDB. Ile hadithi tamu hatimaye imefika tamati. Mwandaji na msimulizi wa makala haya langu jina mimi ni Kefase Kia Akrobatke. Klaus Alfa alisimama mbele ya watu wa habari na kunukuliwa akisema KDB atabaki hapa Wolfsburg. Klaus aliahidi kwamba KDB hawezi kuondoka Wolfsburg. Akiwa ndiye mkurugenzi wa michezo wa klabu, ilibidi aondoe hofu kwa mashabiki wote wa Wolfsburg kuhusu KDB kwenda Manchester City. Mnamo tarehe 30 ya mwezi wa 8 mwaka 2015 ilikuwa ni siku ambayo ahadi ya Klaus Alfa ilivunjwa. KDB alijiunga na klabu ya wananchi yani Manchester City kwa ada ya uhamisho wa euro milioni 55 kutoka Wolfsburg. Halikuwa kosa la Klaus, lakini Kevin alitaka kushinda mataji haraka kama vile Yanga kwenda kasi. Alijiunga na Manchester City. Kijana mdogo kutoka Drongen, Ubelgiji. Pale Uingereza hakuwa mgeni kama kwa Burundi, ambapo akitupwa pale Ntahangwa ni lazima shangai mataa na Gogomepo lazima itumike. Kunako ligi kuu soka nchini Uingereza ilikuwa sio ngeni kwake, na Chelsea ilikuwa baba kabla ya kwenda kutafuta baba wa kambo Ujerumani na kurudi kwa baba wa kweli yani Manchester City. Kipindi anafika wenye nchi walikosoa usajili wake kwenda Manchester City, Paul Mason ambaye ni mchambuzi alinukuliwa akisema Manchester City kulipa pesa nyingi kwa KDB ni utani. Ndiyo Uingereza hao, lakini KDB alijibu I want to reach the highest level, yani nataka kufika kwenye level ya hali ya juu. Na EPL aliingia akiwa mchezaji wa pili kusajiliwa kwa pesa ndefu baada ya Angel Di Maria aliyesajiliwa kutoka Real Madrid kwenda pale kwenye kikosi cha Manchester United. Ni kama jana tu hapo mwaka 2015, lakini ni miaka 10 sasa imepita, na sasa KDB ametangaza kuachana na Manchester City mwishoni mwa msimu. Miaka 10 ya mafanikio makubwa kwenye kabati, ameshinda kila kitu kwenye ngazi ya klabu. Akiwa na Manchester City ameshinda makombe takriban 16, ikiwepo makombe 6 ya ligi kuu soka nchini Uingereza. Kama kesi kwa Steven Gerrard ni EPL, basi yeye ni kikombe cha kunywea chai. Kesi ikiwa ni UEFA Champions League yani ligi ya mabingwa barani Ulaya, basi tayari yeye anayo chumbani kwake. Maisha anayo chumbani kwake. Maisha yamemwendea vizuri na maisha yamekuwa ni matamu kweli kweli. KDB mara ya kwanza kabisa kushiriki ligi kuu soka nchini Uingereza alijiunga na klabu ya China Wanaman FC yani klabu ya Chelsea, lakini pale mambo yalikuwa ndivyo sivyo, ndipo akaondoka na kwenda kusaka maisha huko Ujerumani katika timu ya Wolfsburg. Na kusi mwanangu, endelea kupambana. Ukiona ulipo mapambano yanakwenda ndivyo sivyo, basi jitahidi kuondoka na kwenda kusaka maisha sehemu nyingine. Inawezekana unatafuta maisha Mafinga na Mufindi na Iringa, kumbe maisha yako yako Mbeya kaka. Usiache kuondoka na kwenda kutafuta maisha mbele, kapambane. Halafu ukifanikiwa usisahau nyumbani, usisahau machizi. Unaweza kurudi na kutengeneza leo iliyo bora na kesho iliyo bora zaidi, kama vile ambavyo KDB alifanya. Kutoka Chelsea kwenda Ujerumani wengi waliamini ameisha. Kutoka Ujerumani kurejea Uingereza wengi waliamini inawezekana kuwa ni utani kama story za Bunuasi. Lakini kwa hivi sasa unapozungumza miongoni mwa viungo bora kuwahi kutokea, hauwezi kuacha kumtaja Kevin De Bruyne yani KDB. Baada ya kutangaza kuondoka pale kwenye kikosi cha Manchester City akiwa na miaka 33, kikosi hicho cha wananchi wa pale nchini Uingereza wametoa taarifa kwamba lazima watajenga sanamu la kumwenzi Kevin De Bruyne, miongoni mwa wachezaji wenye mafanikio makubwa na nahodha ambaye ameongoza Manchester City kwenye safari ya mafanikio ni kuanzia mwaka 2015 mpaka mwaka 2025. Ni ngumu kuitoa mitaa mioyoni mwa wana, lakini ni rahisi kuwatoa wana kutoka mitaani. Vivyo hivyo ni ngumu kuitoa Manchester City kwenye moyo wa KDB, na ni ngumu kuizungumza Manchester City pasi na KDB. Mpaka anatangaza kuondoka kwenye kikosi cha Manchester City, amecheza michezo 413 akiwa na assist yani pasi za magoli 174 na amefunga magoli takriban 106. Sio bora wa muda wote EPL sababu naheshimu walioanza, lakini ni moja kati ya viungo bora kwenye historia ya English Premier League yani EPL, na kiungo bora kwenye historia ya wananchi Manchester City. It's so hard to say goodbye, lakini lazima tukubaliane na hali halisi. Nyakati zinakimbia, watu bora wanaondoka, lakini daima nyakati zinaendelea kusalia kuwa ni kumbukumbu bora. Mwandaji na msimulizi wa makala haya langu jina mimi ni Kefase Kia Akrobatke.